Mtumishi wa Mungu, napenda kukukaribisha kwa siku ya leo tena tuweze kuendelea na kujifunza neno la Mungu. Ninaamini ni mzima wa afya kabisa. Mungu yuko pamoja na wewe. Lakini kabla yote napenda nimshukuru Mungu kwa ajili ya kipindi hiki na ratiba ambayo ameiachilia. Yesu uliye hai, katika jina la Yesu ninakushukuru. Mfalme mwema, Mungu mwema, neema yako yatosha. Uinuliwe, utukuzwe Bwana kwa sababu ya neema na kibali. Asante, naomba ufungue masikio yetu ya kiroho pamoja na kimwili Bwana, tunapoenda kujifunza neno lako, tukapate kulielewa sawa sawa na mapenzi yako. Umesema Bwana, tawafungua fahamu zao nao wakapata kuelewa na maandiko. Ninaomba utukufu wako Bwana ukauachilie tunapoenda kujifunza neno lako. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kuamini. Amen. Mtu wa Mungu, karibu tujifunze neno lake kwa siku ya leo. Karibu sana, karibu sana, karibu sana. Neno linapatikana kwenye kile kitabu cha Waebrania sura ile ya 12 na mstari wa 29. Lakini kabla ya hapo tuangalie kwanza kitabu cha Waebrania sura ile ya kwanza mstari wa 7. Sema kwamba kwa habari za malaika atawafanya kuwa pepo, na kwa habari za watumishi wake atawafanya kuwa miali ya moto. Mtumishi wa Mungu, kwa wewe ambaye unanifuatilia katika video hii, naomba unisikilize kwa makini ili tuweze kuelewana. Nataka nizungumze habari za Mungu anaposema kwamba habari za malaika atawafanya kuwa pepo, na habari za watumishi wake atawafanya kuwa miali ya moto. Somo kuu ni kwamba wewe ni miali ya moto, umefanywa kuwa miali ya moto. Kabla ya ufafanuzi, naomba turudi kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 12 mstari wa 29. Anasema, kwa maana Mungu wetu ni moto ulao. Sikilize mtu wa Mungu. Biblia inaposema kwamba Mungu wetu ni moto ulao, tunategemea kabisa kwamba 100% kinachozaliwa na moto lazima kiwe ni moto. Nataka nikufikirishe kabla ya ufafanuzi mkubwa zaidi, ni kwamba uzao wa mbwa kinachozaliwa huwa ni mbwa. Uzao wa bata kinachozaliwa huwa ni bata. Uzao wa kuku kinachozaliwa huwa ni vifaranga na baadaye kinakuwa kuku. Uzao wa fisi anayezaliwa ni fisi. Kwa maana hiyo fisi hawezi akazaa mbuzi. Mbuzi vivyo hivyo hawezi akazaa fisi. Kwa hiyo mtu wa Mungu, kama sisi tumezaliwa na Bwana, maana yake yeye aliyetuzaa amesema yeye ni moto ulao. Maana yake sisi pia ni uzao wa Bwana aliye hai. Kama Mungu yeye ni moto, tunategemea kabisa walio watoto wake wote lazima na wenyewe wawe ni moto ulao. So hivyo tu mtu wa Mungu, kuna vitu vingi vya kujifunza mahali hapa katika hili andiko. Na ndiyo maana akaja akatoa ufafanuzi mzuri, akasema hapo kuhusu habari za watumishi wake, nitawafanya kuwa miali ya moto. Maana yake kama yeye ni moto, kinachozaliwa lazima kiwe ni moto. Na kama kinachozaliwa lazima kiwe ni moto, hatuogopi nguvu ya adui, kwa sababu namna ambavyo utakuwa unatembea, kinachoonekana ni moto ndani yako, sio wewe unayeonekana. Adui akitaka kuvamia, kinachoonekana ni moto ndani yako. Uharibifu unapotaka kuingia ndani ya maisha yako, kinachoonekana ni moto ulioko ndani yako. Kwa hiyo usijione mtu wa kawaida, mtu wa Mungu, kwa sababu we Mungu amesema atakufanya kuwa miali ya moto. Lakini pia nataka nizungumze vitu viwili vya msingi sana kuhusiana na habari za kufanywa kuwa miali ya moto. Moto kipindi cha nyuma cha wana wa Israeli ulitumika baadhi ya sehemu mbalimbali. Ukianza na sehemu ya kwanza kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 3 kuanzia mstari wa 2. Namna Musa ambavyo aliona kile kionja kikiwaka moto lakini akiteketea, akasema nitageuka niende kuona hiki kitendo, hiki kionja, kwa nini kinawaka lakini akiteketei. Mungu huwa anajifunua kwa mifumo mbalimbali. Mfumo wa kwanza ni moto. Mungu wetu kama yeye ni moto, anajifunua kwa mfumo wa moto. Popote pale unapofanya maombi,
Ukiruhusu moto upite, maana yake Mungu anajifunua kwa moto. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Shalom mtu wa Mungu. Kwa hiyo Mungu anapojifunua kwa mfumo wa moto, alianza akajifunua kwa mtumishi wake Musa, akajifunua kwa mfumo wa moto, na ule moto ulikuwa unaishiria kwamba Musa afike mahali pale ili afanye maombi ya toba. Na ndio maana alipokaribia akaambiwa, mtu wa Mungu, vua viatu vyako kwa sababu mahali hapa ni mahali patakatifu. Kwa hiyo moto huwa una maana nyingi, lakini nataka nikupe maana kuu mbili kwa mjibu wa somo hili. Maana ya kwanza ya moto ni kwamba moto unawakilisha uharibifu kwa wote watendao dhambi. Moto ni uharibifu kwa wote watendao dhambi. Lakini pia maana nyingine ya pili, moto ni wokovu, ni ukombozi kwa wale wote waaminio. Ukianza na kipengele cha kwanza kwamba moto ni uharibifu kwa wote watendao dhambi, nitakufikirisha mtu wa Mungu sehemu moja. Kitabu kile cha Malaki sura ya 4 ukianzia mstari wa kwanza utasoma na wa pili. Anasema kwamba, takoti kidogo mtu wa Mungu ili uweze kunielewa, kwamba kwa maana angalia, siku ile inakuja inawaka kama tanuru la moto, na wote watendao, na wote wenye kiburi nao watendao uovu watakuwa makapi. Mtu wa Mungu nisikilize. Kwa wale wote ambao wanatenda dhambi, moto huo unajifunua kwa ajili ya kuangamiza, maangamizo ya wote wenye dhambi. Maangamizo ya wote wenye dhambi ni kwa moto. Kwa hiyo haujapona kama haujakimbia dhambi, mtu wa Mungu. Haujanusurika na moto kama haujakimbia dhambi. Lakini ameanza kitu kimoja cha msingi cha kuzingatia, ni kwamba angalia, siku ile inakuja. Kwa watu gani hiyo siku inakuja kutisha? Siku hiyo inakuja yenye ghadhabu kwa watu gani? Ameanza kipengele cha kwanza, anasema kwa wote wenye kiburi. Kwa mtumishi wa Mungu, kiburi ni kaburi ambalo moto wake hautazimika kwenye maisha yako. Kiburi ni kiunganishi cha moja kwa moja kati yako wewe na nguvu za shetani. Kinachoshusha utukufu ndani yako ni kiburi. Kinachoshusha huduma yako ni kiburi. Kinachoshusha huduma yako, mtu wa Mungu, ni kiburi. Kinachoreta rana milango ya nguvu za giza kufunguka ndani yako ni kiburi. Angalia Ufunuo. Lucifer, kilichosababishwa ashushwe chini ni pale ambapo aliamua kujiinua, kiburi. Biblia inasema, nilikufanya kuwa kerubi juu ya nyota hizi, lakini roho yako ikainuka. Alivyoinua roho yake akashushwa chini. Kwa mtu wa Mungu, kiburi ni chanzo cha kushushwa chini. Kiburi ni chanzo cha kuteketezwa kwenye moto. Bwana anahitaji watu waliopondeka moyo, na pointi ya msingi ni hapa. Bwana hatumii watu ambao wako tayari tu. Bwana anatumia watu ambao wametubu. Nitarudia mara tatu ili uweze kunielewa. Bwana hatumii watu ambao wako tayari tu. No. Mungu wetu anatumia watu ambao wametubu. Kwa maana ukitubu unaacha kiburi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Shalom mtu wa Mungu. Shalom, shalom. Ubarikiwe. Kuna kipengele kingine cha pili nitaka nikimalizie, lakini mtu wa Mungu, Bwana akubariki. Karibu uendelee kufuatia mafundisho mbalimbali YouTube. Mimi ni Mwalimu Samson Bulaka. Karibu sana, nenda pale YouTube, search Wall Ministry, zeni utakutana na neema ya Mungu kwa ajili ya huduma ya maombi.
pamoja na mafundisho mbalimbali. Be blessed, be blessed in Jesus name. Amen.